Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Mtumishi wa Mungu Dura Waroige anawatangazia mkutano wa Injili. Mfalme wa Amani Caravan kwa ushirikiano na makanisa mbalimbali ikiwemo kanisa la The Synagogue Crusaders for Christ inakualika kwenye crusade eneo la Roiro, Githurai, Zimmerman, Kayole, Mweki, Kasarani, kote kule ninawaalika kwenye crusade ya kuvunja madhabahu. Mimi naitwa Askofu Daniel Kwesi, mwenyekiti wa Grace Ministers Alliance hapa nchini Kenya. Narutwe na crusade yege a powerful mega crusade tugakorwo tukihunjirio ni ndungata ya Ngai Apostle Dura Waroige na ni agakorwo arehetwo ni gikundi kinene muno gya The Synagogue Praise and Worship Team, The Synagogue Band, Bethel TV na aini a kigoco. Ni tugakorwo na aini mwendete ni gakorwo kunjitagwo kiama wa marure ko inire ikorera renge ni ona ndona mokere yena Jesu wakwa ni edena madikore. Ni tugakorwo na muini wetagwo Lucy ugaga ni tugakorwo na Ngaruya Junior, King of Kigoco. Jehova aligororia kwa odonya jitiririe magutambuke. Na ni agakorwo arehetwo ni njamba mwendete muno na ni ndata muno ya Apostle Dura Waroige etagwo Waithaka wa Jane. Aratani ndacoka tugame akamingi turagajururite atigicaria thayo. Don't miss. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Uko hapa mtumishi na tangu kuja katika hizi mikutano za deliverance za Wednesday, uko hapa, Mungu wa mbinguni amekuhudumia ama amekutendea kitu. Nataka tu kumpatia mtu mmoja hiyo nafasi ya kutoa testimony. Last week tulitolewa testimony, very powerful testimony. Amen. Na ninashukuru sana that lady akasema ya kwamba hii madhabahu huwa inatutetea na inatupigania. Amen. Na akasema ya kwamba connect your spirit with this altar na Bwana atatusaidia. Yesu makofi mazuri. Uko tu hapa hivi, ungetaka tu kushuhudia Mungu. Na miwa ninasema hivi, si ati ya kwamba uanze kukuja kutupea divi iliende ikakuja.
Kile kitu tunaomba tu ni ya kwamba tangu nikuje kwa hii madhabahu Mungu amenisaidia hii. Amen. Na Bwana amenitendea hii. Nimewaambia ikiwa watu wa YouTube wakati apostle anasema I declare healing and restoration, na watu Mungu anawatendea miujiza isiyo ya kawaida, what about you? Angalia mwenzako mwambie what about you? Amen. Na wewe kila wakati unamuona tu hapa hivi. Hata watu wengine wakati mwingine hata amekuwekelea mkono na bado maisha haijabadilika. Si unaona uko na tatizo? Haleluya. Inua tu mkono wako juu. Amen. Nimesema inua mikono yako juu namna hii vizuri. Labda kuna watu bado wangali wako dunia yao. Tunapompigia Bwana Yesu makofi mazuri, ina maana ya kwamba ninakuandaa wewe ambaye uko na testimony. Uje hapa utushuhudie kile Mungu ametenda. Amen. Inua mikono juu. Haya, 1, 2, 3. Mpe Yesu sadaka nzuri ya makofi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. Ukikomeka hapa. Haleluya. Aya, gotire modogo. Pigia shosho makofi mazuri. Wow. Amen. Kile tu Mungu amekutendea tuambie na itakuwa ni mzuri. Yesu akumio. Mwathani agocwo. Neguga kuma muthenya uria ndokire haha kigongona-inĩ gĩkĩ nĩ nyonete maũndũ mega, nĩ ũndũ nĩ nyonete ona gwakwa kũrĩ thĩna na thĩna ũcio ũgathiĩ ũkĩeheraga. Kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩama na ningĩ ona ũrĩa tũtungatagĩra nĩ atungataga o ũrĩa kwagĩrĩire na arĩ na hinya wa kũingatwo na ngoma na ĩgathiĩ ona kuma na mũrimũ ũkahona. Reke njuge gwakwa kwarĩ na mũrimũ mũnene nĩ ũndũ ona mwana wakwa ndireciiragia nĩ ekũhona, Jesũ anenehe. Na rĩu mwana ũcio nĩ aikarĩte thĩ ona nĩ arathiĩ ũguo ona ngo ndararuta wĩra na thĩna ũcio wothe ũthiĩire kĩgongona-inĩ gĩkĩ, Jesũ anenehe. Nĩ nguga mũndũ wothe wĩna thĩna wake oka haha nĩ ekũhona, ona mathĩna marĩa mũndũ enamo nĩ megũthira, Jesũ anenehe. Nĩ tũngĩtũũra kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩgetha tũtuĩke ithe witũ mathĩna marĩa twĩnamo nĩ megũthira, Jesũ anenehe. Ndiagĩte kuona mawega kuma rĩrĩa ndokire gũkũ. Nĩ ndokire gũkũ na ndĩna thĩna mũingĩ mũno ona gũturwo nĩ mwĩrĩ, Jesũ anenehe. No ũmũthĩ nĩ njiguaga nĩ ndakinyire harĩa Ngai endaga njoke nĩ ũndũ nĩ onire nĩ njagĩrĩirwo gũka gũtungata kĩgongona-inĩ gĩkĩ, Jesũ anenehe. Nĩ ngatho ndĩracokia nĩ ũndũ wa ciana iria ngorete kũndũ gũkũ. Nĩ ndĩramwĩra Baba mũikare mwĩna wendo ũcio mwĩnaguo ithe wa kĩgongona. Ciana ici ikarai mwendanĩte ithe witũ, kĩgongona kĩama na kĩgongona gĩa thayũ. Mũikare mũcũthĩrĩirie Ngai na mũtigacũthĩrĩrie mũndũ. Reke tũikare twendanĩte twaithanĩtwo nĩ rũga rũmwe rwa Jesũ Kristo, na wona twaikara ũguo Ngai witũ nĩ egũtũrathima nĩ ũndũ wa wega ũrĩa tũikarĩte naguo, Jesũ anenehe. Nĩ tũngĩtĩa ndungata ĩno o ũguo ĩtariĩ nĩ ũndũ nĩ Baba witũ tumĩte mũthimo-inĩ ũcio wake, ona kana ndĩ mũkũrũ ndĩ mwana wake, ona ithuothe tũmũhe gĩtĩo nĩ ũndũ maguta marĩa namo timo mwĩnamo, Jesũ anenehe. Mũrotuĩka wa kũmũririkana kũigua tha, ona mwamuona hiana ũrĩa hiana mũtuĩke akũnyiha, rekei tũmũnyihĩre na tũmwambararie ona tũmũnyitĩre, Jesũ anenehe. Ngũmũtigĩre hau ciana cia Ngai. Pigia Yesu makofi mazuri. Simama kwa miguu yako miwili kwa jina la Yesu. Niliwaambia dakika chochote, dakika yoyote mtume atakuwa amefika. Inua tu mikono yako juu. Tunataka tumpigie Bwana Yesu shangwe na kumpatia sadaka nzuri ya makofi. Maana ninajua ya kwamba kupitia hiyo sadaka Mungu wa mbinguni anaendelea kutuhudumia. Inua juu tu. Mchezaji vyombo na tume uko juu. Natamani kusikia watu wakimshangilia Bwana kwa sababu anakuja kutuhudumia. Haya, 1, 2, 3. Yesu sadaka nzuri ya makofi katika jina la Yesu. Twangie Bwana Yesu makofi mazuri. Atawale milele, atawale milele. Haya, pigia Yesu tu makofi mazuri hivyo. Piga Yesu, pigia Yesu. Aha. Atawale. Oh, atawale.
milele, atawale, atawale milele, atawale Yesu milele, atawale, atawale milele, atawale Yesu, atawale, atawale milele, atawale, 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 aya, twende, aya, twende, Jesus. Yesu anatawala, mwambie tawala. Fungua kinywa chako, mwambie tawala sasa. Yesu, fungua kinywa chako, mwambie tawala. Bwana unatawala, mupe sifa na vigelegele. Yesu atawale milele, atawale, atawale milele, atawale Yesu, atawale milele, atawale Baba, atawale milele, atawale. Tupatie muziki wa Yesu jamani, ruhusu ya Roho Mtakatifu atawale, ruhusu ya Baba atawale. Aha, simruhusu tu, mwambie tawala. Wakati ni wako wa kutawala. Mwambie tawala familia, tawala kazi yangu, tawala huduma yangu, tawala njia zangu, tawala taaluma yangu, tawala, tawala. Atawale milele, atawale, atawale, atawale Yesu, atawale, atawale, atawale Yesu, atawale, sasa atawale, atawale Baba, atawale. Haya, angalia hapa. Haya, kazi tu vizuri. Twende. Achilia ngoma tu. Achilia. Wacha kwenda mbio. Twende hiyo hiyo tu. Imba ni kama unatawaliwa. Imba ni kama Yesu anakutawala. Sing like you are free. Dance like you are going to heaven. Dance like you are a child of the kingdom. Dance like you are winning the battle. The battle of the basi weka sura mzuri, wacha kuweka sura ya makanga. Wanaweka sura ya makanga. Mwambie tawala. Atawale milele, atawale Yehova. Anatawala Baba, anatawala, atawale milele, atawale Baba, atawale Yesu, atawale. Chukua muziki wa Yesu jamani, huyo Yesu anatawala. Yes.
Do you know why I'm dancing? Mbona mtu atengeneza sauti nzuri? We jamaa, wewe unaidaga pale unatengeneza sauti vizuri. Mnasaidiana pale. Ule yako kwa kompyuta na wewe uko hapa unakaa tu. Unatengeneza sauti inakuwa mzuri. Nisisikie hiyo kelele tena. You have my permission to be there. So, unajua why tuna dance? Do you know there's people who are homeless now? Not because they have committed any sin, but they have found themselves in the wrath of the waters. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine daraja zimebomoka. I can hear the city center, Moi Avenue hapa. The tree went down. Cars were not moving. But you are here. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanachota maji kwa nyumba. Yeah? Enter Dubai, the planes are not moving. Do you know Dubai is working on sorting out 250,000 bags to different nations? Do you know that? Right now, the mess that is in the Dubai, it is sorting 250,000 bags and 70 million people that were supposed to transact through that. They have gone into a loss of over billions of money. Because of what? Water. Water that you cannot live. Hawezi kuishi maisha a few seconds without water. Did you know that? If water was drained from you just in a second, you're dead. The same water has come now in a different angle. In China, they are not moving. In Dubai, they are not moving. In Kenya, the same. It is not a Kenyan issue. It is a global issue. That is why I'm telling you, dance for Jesus Christ. Wacha atawale. Mwambie atawale. Salimia wenzako wawili watatu, waambie wacha Yesu atawale. Thank you. You may be seated on the seat. Balance kidogo. Tuende tu tengeneze itoke sauti yako. Huyo wa kompyuta kai kwa kompyuta na huyo mwingine only msiinterview na yake. Thank you. Msalimie mwenzako, mwambie, msalimie tena. Muulize kwenu kumekaaje? Muulize tu kwenu kumekaaje. Umezunguka mahali kurefu? Bwana asifiwe sana. Ushaienda ukapotea kwenu, bali unaishi unapotea unatafuta kwenu 3 hours. Mugaga ndo ne magurukaga. But ushaienda unapotea. Yaani hapa ndio umekaa 10 years. Kwenu ni girigiri. Kwenu ni girigiri. Uko village ya kwenu, si nina uko isaidizo. Sasa unaenda, usiku inafika unapotea. 3 hours ukitafuta kwenu. Na from where umepotelea, it is 500 meters. But you move around 3 hours looking for that place. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijasema umepotea. It is what we call the demonic patterns in your life. When they come, they make you lose the direction. When the demonic powers, not powers, patterns, the programs. Bwana Yesu asifiwe sana. Today we are still in the kingdom, the 5 kingdom. We have been dealing with the kingdom of God, and now we are dealing with the kingdom of the devil and how they operate, the demonic powers and demonic patterns and the programs. We are not going to deal with the patterns. We are not going to deal with the powers. We are going to deal with the program. That in the book of Jeremiah, the Bible says, before you were born, I knew you. And then I set you aside and I set you aside, I anointed you and made you a prophet. And so this man was programmed. Nobody can change that program. Bwana Yesu asifiwe sana. The same thing happens on the other side. The people that are in the kingdom of the devil, they are programmed. That whatever you do, you must fail. Wherever you go, you must go down. Whether you jump, whether you sit down, whatever you do every single day, lazima utajiputa kwenye program ya shetani. Wale watu ambao tunafanyaga usherati kama mimi wakati mwingine, utakuta it is not we, it is a program. Najua nyinyi mnasemaga kama mapasta wiki nasemaga wale wanafanyaga usherati, anajiexonerate. Nobody is clean. Can I tell you this?
Nobody is clean. Nobody is what? Na mtu kama Magia ataweza kufikiria usherati ni kularwa tu na wewe. No. Usherati hata hivyo mnakujaga hapa mnaona tall, dark and handsome. You are all prostitutes. Nyinyi ni washerati. If you ever imagine me unaniona hivi unaniona hapa unaona ni toro na dark, wewe ni malaya. You're just a prostitute. So that thinking, the Bible says if you look at it and desire. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiokana kwa town ndio na kimudomeo na naona mudomeo ni murogaro. Unaona hiyo mwanamume kama manakesha ni adhakara muno. That is desiring, umefanya usharati. So sio lazima nikuje nilale na wewe ndio tufanye usharati. Hapana. Usharati iko kwa mdomo na macho. Usharati hii nyingine ni secondary. Ukiona sasa tumeenda huko. Hiyo usharati ilifanyika kitambo. Kama ni wewe nataka nilifanya usharati na wewe kitambo na nikamaliza. Hii nyingine ni signature confirmation ya director. Ndio kuandikika kule biguni alifanya. The signature where you have to put a rubber stamp after the letter. The letter is final. The letter is the letter that is on your content. The letter is the content. The rubber stamp or the signature is affirmation. So the content ni ile roda nilikufikiria nikakuangalia nikaona hii kaje tu akanigadhakara muno. Akona blonde eyes. That alone has killed it. Sasa tukienda kufanya sex ni signature na muhuri. Kwa hivyo usikuja kusema hapa ati mimi ni clean. No, nobody is clean. Tell your neighbor nobody is clean. You are a prostitute, I am one. Mwambie Akristo wale wanalalaga biguni, wanateremka hapa chini. Yani you want to tell me you've never admired a man or admired a woman? Dole walilelia modo. Twaji haha. Ujawai? Ujawai? No. Ujawai? Sema ndio yes or no. We are in the court of heaven. Yes. Unatokolia. Tunaongea au. All of us, we have sinned. And in this sin, we don't sin because we deserve to sin. That is one notion I want you to clear today. That every sinner do not sin because they intended to sin. Every sinner, including myself, we sin because we fall into a program of the demonic powers. Did you get that? We sin because sometimes I will try. Kuna wakati when I was walikuwa napenda sana wanawake, kuna wakati nilikuwa naenda nalala na mwanamke huyu kisha na swear nasema gai sitarudia tena, acha Mungu magai digashokera magunde katia Jesus lika nini linomosa yakata ya unakemea hiyo pepo ya usherati. Siku mbili baadaye unakutana na msichana mlikuwa mnasoma na yeye na ulikuwa umempenda kama nyama choma. Ukimwona pale unamuona akikuja miguu yako inakufa, unaanza kutembea hivi. Darling kayo to inako. Grava na irafi ikaraga jikaraga go haya onaniki kiraga rugai. Ko. Hana onaniki kiraga estate weki. Dugeshere nego shera leo. The program has been put in place that whether you run away from it or you do whatever that you want to do, it will still capture you because it is a program organized to capture you. It's a program. Unakuta hasira ile unakuaga nayo, unakuta kihasira kinakujaga tu na unasema mimi sitakasirika, mimi nimeokoka. Mpaka unaanza kutembea na kuongea kama mwokofu. Ola ba shetere borona yarano. Hata hizo sio ni kutembea, unatembea. Ropore na sheketere borosa. That you command the spiritual realm that it will not allow you or lose you. Ore meketere. Baka kutembea unatembea kama mwokofu. Unatembea kijingine. Unajua wokofu tunatembea kama kijingine. Hatutaki kuboda dunia tusiue sisimizi. Bwana Yesu asifiwe. Only after you finish everything and now you feel that now you are okay, now the demonic program activates. That is when you remember somebody, or you see somebody, or even your son or your daughter calls you and tells you, Mom, I'm going to not to come tonight. I'm going to sleep over with my friend.
unasikia kitu kinakugoga kutoka kwa tumbo kikipanda hivi, unamwambia nonsense, what are you telling me? Unaenda kusilipova kwa nani? Nani alikupatia ruhusa? Nonsense, I want you home. Automatically you are activated for the anger. The program inaingia. Sasa kutoka hapo wanaanza kukudictate. The devil and the demons, they only want you to insert you into a program. Once you are inserted in a program, sasa wanaanza kukwambia sema hivi sasa, muite ubwa, unamuita ubwa, muite takataka, unaita takataka. And because the program is supposed, huyu mama ni mama yangu, program inasema anilaani. So mama ndio atawekwa program ya atafanya kitu kimukasirishe, na ni mimi ndio nitawekwa program on the other side. They operate in a manner that it is well coordinated, that I will be put the program on this side to provoke her, and she will be put on this side to release the words that they want to be released on my life. Arrangement of all these things, they come from far. They just come today. When you are born, they programmed. When you are born, they knew who you are going to become. So they have been working tirelessly to make sure at this point, this is where we are going to hit him. Hallelujah. At this point hapa ndio tunaenda kugonga huyu mtu. Kwa hivyo they know at the age of 14 that is when the program will start. Now at the age of 14 ndio unaenda shule secondary. Ukienda shule secondary kumbe ulipata max 355. Kukatengenezwa mwingine wa hiyo program yao na akapata the same 355 and then she had applied for the same school. Na mnaitwa pamoja because they want now to connect them and you here who has a godly program and this one has a demonic program. Now wanashika huyu na wanashika huyu, wanampeleka shule moja. Huyu anakuja akiwa lesbian na wewe si lesbian, kwanza wewe ni wa choir. Now you go at school, you will arrive the same day and then you will be given to a matron, the same matron, both of you. They will have programmed even the matron to be on duty, and you will be given, mutapatiwa huyu na huyu, munapatiwa matron moja. Then the matron will be programmed, take them to the same bed. Hiyo inaweza kuwa bed lockers zile mbili, mmoja kae chini na mmoja kae hapa, because we are working on this. So one will be under akalale kitanda ya chini, and the one that is carrying their venom akue hapa juu dia achilie. So you'll go home unafikiria mwana wako alikiamulile, mtoto yako ni nini nilimkula? Kaina niko mwana wako ali mwega. Mtoto wangu alikuwa mzuri sana. What happened? Oh God. Oh my God. Rina Masha terrible. Oh my God, my daughter, my only daughter, my lovely daughter, the daughter I loved. Kumbe the program captured her, and it was programmed at the age 14. When she was to go to secondary or university or in a society, they have already marked the years where they will be attacking. And that will be program 1. They attack and then they let her go. Anatembelea kwenye hiyo program. When they want to stop a bit, they will move. And your daughter will become good. And then the same demon akienda university, itarudi tena with another person with similar characteristics na huyu wa kwanza. Because it is a program. And that's the program I want us to discuss. And this program are in the kingdom of the devil. Bwana Yesu asifiwe sana. These are characteristics of the kingdom of the devil. Because I told you last time we have 5 kingdoms. We have the kingdom of God, the kingdom of devil, the kingdom of man, the kingdom of animals, and the kingdom of trees. Sindio? Therefore, we've been discussing the kingdom of God, and we have seen a bit about it. I'm going to come back. But now I want also to go so that we can pick the 2 or the 3. We'll be getting into the kingdom of man so that we can connect the 3, the devil, the God, and what? Man himself. Then we'll connect with the plants, because through the plants, that is where the world has been ruined. Because whatever you take as drugs comes from where? From the plants. That is why it is a so powerful kingdom. Ile dawa unakunywa sasa kama ni ya kanza, ya pressure, ya nini, it is from a plant. So this kingdom keeps you walking, keeps you living. The food you ate in the morning is from the kingdom of plants. Yo kaugari unakula ni ufalme. And that is where both godly kingdom and demonic kingdom, they are now fighting to control it through the one world order. What they are doing now is trying to kill the seed so they can produce their own food, a GMO food.
And when you control a GMO food, you have removed the seed of God and you have put a seed of the devil to control. And when the seed of the devil controls, now you are reprogrammed. Unaondolewa kwenye program ya Mungu, unawekwa kwenye program ya binadamu akishirikiana na shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. So therefore, we are looking at the program. What is this program? And how do you know that you are programmed? What are these signs that will indicate to you that the life you are living is not the right life? The kind of life you are living, it is not. When you find that the life you are living ni life ya mikosi, ni life ya disasters, ni life ya failures, ni life ya mambo mengi yanafanyika katika maisha yako, that is the time you know that there is a program in me which is not right. Umekosana na bwana yako, umekosana na mke wako, umekosana na watoto, you've tried marriage, ukilala na mwanamke unamuduga mimba, ukilala na mwingine unamuduga mimba like me, utafanya kuna program mbaya ilikuwa imewekwa ndani yangu. That is why I have 21 children. Not because I was a prostitute, but because I was programmed. Because every woman, I never slept with all those women twice. It was only once, and they produced babies. What a coincidence. I found it myself there. Now, will you call me demonic? Will you hate me because of that? And I was running again. Why was I going to these women? I was not going to these women because I loved them. The police were chasing for me. And the only place I could go to hide, ni nyumba za wanawake. You see how the devil works? He will program everything to make sure you don't miss a chance given by the devil. You will get it, whether you like it or not. Sasa nikikuja kulala kwako Penina, I'm sorry to use that. Ama nimekuja kulala kwa huyu mdada. Eventually, because I have money and I want my security, one thing I'll make sure I have to go to bed with you because I'm looking for my security. If you don't do that with her, you are still. Mwizi yote lazima make sure amelala na huyo mwanamke kwa sababu that is the only security unajua. She won't reveal you are here. Lakini nikitoka hivyo ataanza sasa, hiyo mwanamume alikuja hapa, mwizi huyo, mwizi takataka. Yani utakuta anaongea because of bitterness. Because alifikiria mkilala na yeye utampatia tu pesa. Of course utampatia tu pesa. And that is the security. Mwizi yote wanapenda kujificha kwa wanawake. Because ako na pesa na akilala na huyo mwanamke anaweza kumficha huko for the whole 1 month. So that is what I was. And that is how I used to live. And all these nilikuwa, I never intended. I never planned that kesho nataka kutongoza mwanamke because I was a hater. I'm a sadist. Sema sadist. Mimi ni wale wanaume masadist. Hawapendagi mtu ama kitu kwa sababu una nini? Unakipenda. Hapana, unapenda mtu kwa sababu ya condition ile uko nayo. Tuko hivyo, tumeumbwa hivyo, tuko kadhaa, hatuko wengi sana. Cha kuniangalia vibaya. Huyu mama amekaa hivi. Niangalia ameshindwa. Ekali huko jukire. It is always good to bring the picture of who you are. Don't pretend. Live your life. Walk your life. Do your things according to what you are. If you are somebody full of anger, mtu ambaye can come out of it. When you hear me speaking of things I did, nikukumbuka nimekubuka saa hii. Na sijawahi repent. That is why I'm saying it. Do you get me? So don't look at me in a bad way. I am doing my business. That is the power of confession. It is the best thing that can win you any single battle in your life. Lakini wewe kwa sababu unakaaga biguni na hutaki kujulikana, kuna siku uliiba bibi ya wenyewe, bwana wenyewe ama bibi ya wenyewe. Sasa unakaaga tu ukiwa holy, an angel, a foreign angel in the world where angels are living. Let me mwambie, for you to succeed, nyinyi walokole, mumeokoka kuliko Yesu mwenyewe. Learn to confess anything. No matter how bad it is or how good it is, say it. You confess, it loses you. The moment you confess, the devil gets out of you. But the moment the devil persuades you, keep it. It's because you have a room for the devil. Umesikia? So whatever I say here, I say, usifikirie ni nyinyi tu nahubiriaga, I also preach to myself. Topic like these topics, I never get them. I didn't have them. I don't have them either. I have to come to the pulpit and wait for the confirmation to be told by God, this is what you are going to say. And I start speaking. And as I'm speaking, I see a screen in front of me. And I will be reading. Most of the time you see me looking. It's something I'm reading. It is not me. And then I saw a story about myself. Then I'm told, reveal it. In front of these people who trust you. Yes.
Then you sit here. You look at those people who trust you. Wamesikia ulikuwa rapist. And these are the holy people. They have never found themselves in a they have never sinned. Wanakaaga kwa doo ya Mungu, wanatembeaga na Mungu, wanaburithi hewa ile Mungu anaburithi. Hawajawahi kufanya kadhambi. Kama zile sasa si mnaona venye mko wazuri kama Beatrice. Hawajawahi tenda dhambi. Sasa mnasikia kai, huyu ni apostle. Kumbe alikuwa msherati hivi. That is what I was. Kwani tutaenda mbinguni na wewe? Kitabu ni jina. Kuna vitabu viwili, ngapi? Viwili. Biblia inasema kuna kitabu na kuna vitabu. Kitabu kimeandikwa nini? The righteous. Na vitabu? Yeah, different stories. Kwa hivyo it is about your chronology. Your story yako imeandikwa. Everything that you did imeandikwa. Na if you confessed here, huko hautakuwa na stress mingi, watasema ashazisema. Lakini kama zile ulificha, kama wewe zile unafichaga mingi, itabidi zisomwe kila mtu asikie. Sasa imagine zikisomwa, alafu watu wanakuchungulia, wanajua huyo ucho radhi kwa. Ucho kolika ndio hapo. Ushaenda kotini, ukasikia jaji akisoma. Unasikia jaji amesoma, unaona wanaanza, ukitaka kujua unafugwa, wanaanza na kuexonerate. Wanakutoa kwa makosa, wanakutoa makosa. Sasa wakati wa kukuvuga, nika kitu kamoja atashikilia. Unasikia miaka 15. Na kuna watu pale wale waubaji na warokole, mama yako na baba yako, walikuwa venye wanasikia venye, yes I said so. Nilijua tu hii kesi itaisha. Rimashaka, thank you God. Inasomwa, ya kufanya inasomwa. The sheria fulani na fulani, haikubalishi na hii. Therefore this one, ninaona si mzuri, haiwezi kumfuga. Kai. Guthuka gore mwewa. Ukona ndo mageria kunyiha, yani ukageria gwecaria thayo, unakoswa na thayo, na ukiangalia bako unasema huyo the judge is biased. She is not biased. That is how they have been trained. They remove you, then they enter. But Yesu asifiwe sana. And when they are going to set you free, they will start from the negative side. Utaona makosa imekushika makosa, lakini ataenda kuondoa na kitu kamoja, kasheria kamoja tu usikie kamekuondoa. Hadi ya free. Nasema, hapo ndio utasema kakaendeka yeye. Ni kuone uria guthoma. Ni ndionire njera. Ginya Donald Gejo Juire, ginya ndena ndekira kongoro. Na kile ngai ya muhutia andu gatagate acenjia. That is how now God wants to be glorified. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how God wants to be what? To be glorified out of that thick danger, that thickness where you are now, you don't have a solution to come out, where you don't have anything to make out, you don't have a way, hakuna kanjia, yani umefika mwisho. Wakinya kihigaini unakuja umefika mwisho, na ukiangalia nyuma it is dangerous, ukiangalia mbele nowhere, ukiangalia upande nowhere, yani mpaka unatamania unafunga macho tu ndio usione ukiisha. Sasa hiyo umefuka macho, that is the desire of God, that he doesn't want you to see. God operates in the night. He doesn't want you to see as he is doing a miracle in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. When you reach the end, it is the beginning of God. When you reach your knowledge, your money and your experiences come to an end, that is now when God will come and surprise you, because and only you will come and discover the pen you have always put on your coat here, kumbe ndio ilikuwa solution. Bako na shida. Yani huyu Mungu aliacha niteseke miaka 5 na hii kalamu ilikuwa hapa. Kumbe ni gold ulikuwa umebeba ndio inamkuletea utajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. So I'm just telling you, teaching you about the patterns of the devil. How they program them. They don't program them today. They program them long time ago. As Jeremiah Bible says, before you were born I knew you. Because before conception, before your mother and your father came, before your grandfather and your grandmother came, before the great grandmother and the great grandfather came, I had known you. So you had been there. You are a program. And the Bible says Jesus did not come the day you know about him. He came long time ago. That is why we are so confused about the Christmas and everything. Christmas is not the day Jesus was born. Bwana Yesu asifiwe sana. Christmas, the 25th day, is a day the pagans were celebrating their God called Son. Praise be the name of God. It is a celebration of a God that was called Son, not Jesus Christ. But now Nimrod, is it Nimrod? Yeah, Nimrod and the mother
because what they did, yeah, Nimrod slept with the mother, and the mother became pregnant, and therefore when the mother was asked, where did you get this pregnancy from? And then the mother told these people that this pregnancy is from far, far in the sun. So the sun that came, the sun was named after the name of the sun, Tammuz. Bwana Yesu asifiwe sana. Tammuz. Tammuz is a son of a son and a mother. And that is the generation of the sun day. That is what we call Sunday. So even Sunday is not a day of worshiping God. It's a day the devil is worshipped. The people who are right are the 70-day Adventists. Those are the people who are right, not we. We are wrong. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, this is also a program that was programmed in the Roman Empire to make sure that the people will never understand who Jesus is. Because these people who claim that this is Jesus, hao wengine kama wa Katoliki unakutaga wamebeba Jesus kwa mabati na kwa wengine wamemweka kwa bao na mwingine wamemweka kule nje ananyeshewa kama vile niliona kule Catholic ya wapi kwea ya Karen. Wamemweka mkubwa kwa mti mkubwa. Sasa angalia venye mvua imenyeshwa. Alafu ako ndo hii hana nguo amewekwa hapo. Sasa sio ni kutesa Mungu. It was an agenda and a program. And this program is to make sure we don't understand God. We don't understand the will of God unto Jesus. Because even the name Jesus, if you look at it, where did we get Jesus from? The Bible talks about Emmanuel. Is that not true? The Bible talks about Emmanuel. There shall be born a son, and his name will be Emmanuel. Emmanuel, God with us. Therefore, Jesus is God with us. Jesus is God. But where did we get the name Jesus? Because if you read, go to the Bible, and the deeper meaning of the Emmanuel is Yeshua, Hamashiach. Is Yeshua, Hamashiach. Now, how did you turn to J? If you go to Hebrew, they don't have a J. If you go to Greek, they don't have a J. If you go to the Roman Empire, they don't have a J. Where did we get this? Why did Joshua change to Jesus? Because he's supposed to be Yeshua Hamashiach. So this is a program long time ago for the sake of bringing the number 666, which now they are putting on. People now are on 666. Mnajua hivyo? Now people are buying. In Germany, you can buy in supermarket without that number. Imewekwa hapa. I showed you last time. Unafanya tu unaenda unanunua vitu, unaenda unaweka kwa mashini. Ina withdraw pesa. Hapa Kenya, Ruto juzi alienda hapa Pumwani akasema no more birth certificates. Si ndio? No more birth certificate. Na hiyo ni syndicate ya mtu anaitwa Bill Gates. They say no more birth certificates. The certificates will be what? Katoto kanawekwa chip kwa hapa kwa mguu. So that chip will, mtoto ataenda mahali popote duniani because a program has been put in that baby. So the chip, wherever you go, the computers will be able to detect na najua this is Hezekiah. Bwana Yesu asifiwe sana. Ametoka this village, ametoka this. Meaning you will not need a passport. You need a chip in your body, and then you walk through any airport, nobody will ask you because they understand you. Bwana Yesu asifiwe sana. That's a topic for another day because that does not need people who live in heaven. They need the people who live here. I tell them there's danger here. Najua wale watu wa kuishi kule mbinguni hawajui kama kuna danger. Lakini sasa ukiongea na wale sisi tumekaaga hapa duniani, nitakwambia there is danger here na danger is with us. Na hiyo ndio ile namba mliona zilikuwa za kuja huduma nini hizi vitu zote unaona, and it's not a Kenyan issue. Don't blame your president. Don't blame your country. The number huduma is not a Kenyan number. The number umepatia mtoto wako for those people ambao tuko na watoto primary na secondary. Bado kuna namba inaitwa nini? Yeah? NEMIS. There's a number called NEMIS. NEMIS is international. Wherever this boy will go, aende mahali popote duniani, NEMIS will be used. It is a program in the entire world. Kuna namba ingine tena, ya? Kuna namba ingine. Nitakumbuka. All these things are programmed, and that is why the devil works in numbers. Hello, look at me. The devil only works in the numbers.
And also God works with numbers. And that's why we give, when you see number 1, you know what happened with God. Day 1. Number 2, what happened with God? Day 2. The same thing they happen. That's why you see, when you are given ID, it is a number. Is that not true? When you are given a birth certificate, when you are given a driving license, when you are given a license to operate, when you are given an ATE pay bill, everything they operate on a number, because number is systematic, the way they have programmed, so that you can enter into their program. We are not known by our names. We are known by our numbers. That is why they will not ask you mostly your name. They will ask you ID number. Is that not true? When you are doing an agreement, ID number yako, they don't ask you mostly. They don't care about name. But they will write because the ID bears also the name. But the actual reason why they ask you for you there, it is that number. It is serialized. So you are known. Hallelujah. So these things, how do they happen? And how do they come? These things, they don't come because you met somebody somewhere so that this thing will come to you and ianze kufanya na wewe kazi. Hapana. Haya maneno, hii program ni kitu ambayo ilifanywa kitambo. Hiyo marriage yako imeanguka, haikuanguka jana, ilianguka kabla hujazaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why the devil walipanga arrangement ya to make sure that you will get into a wrong man, you will get into a wrong woman, you will get into a wrong place, wrong placement, because you have a destiny. The entire thing is because you have a destiny, and therefore they are not working on you, they are working on a destiny that is in you. So when you fail in many things, you are not failing because of you. They are not afraid, they are not important. Your face is not important, your body is not important to them, but the destiny that is in you, that is what is so important. So they plan. If they know you are a giant, they will start with you from when you are small. They will walk with you, they will grow with you, they will do everything, and they will give you comfort that you require this time until you reach a time that it can be able to hit you. When God has also the program on the other side, this is the date 14 January 2027. That is the day Margaret is about to get it, or Jane will be commissioned to do his work. Therefore, they know Jane will be commissioned on 14th February 2027. So they have also a duplicate of Jane to be working with Jane day to day, awaiting for that day of hitting. Unaonaga mtu mlianza naye vizuri lakini amegoroka. Alikuwa wa CU, shuleni alikuwa kila kitu kizuri, lakini ameanza kuvuta bangi all of a sudden. It is not him, it is not her. It is a program that has been activated. Wanajua this is the time to hit. Bwana Yesu asifiwe sana. So whatever that happens around you, it is programmed. It is an arrangement. So how do we do this? How do we fight this? How do we change the narrative? The name that were given to you, like Jehu's name, it is a name that was well organized. And that is why when God started using his people, aliwabadilishia majina. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Abraham alianza kazi ya Mungu, jina Abraham liliondoka, akapatiwa jina nini? Abraham. Abraham likatoka ikakuwa Abraham. Sarai ikabadilisha ikaitwa nini? Sarah, because now ameondolewa kwenye program akaingishwa kwenye program ambayo ni ya kiungu. Na hii program ya kiungu lazima angebadilishwa pamoja na jina, because the name is coded. Wakati hawa walisikia ni Abraham, they coded the name Abraham. So they have been working with Abraham. Now when you change the name unakuwa Abraham, these people they have lost Abraham. Not unless wewe mwenyewe ujiconnect na wao uambie nilichange. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you tell them nili change, now then they will code you into their program to destroy you. Bwana Yesu asifiwe sana. So every single time umeona kama mtu anaitwa Jacobo wakati alitoroka kutoka kwao is because alikuwa mwizi na aliiba
a blessing of his brother via the mother. So what happened? God had to remove him there. Akawekwa uoga, akakimbilia kwa baba yake anaitwa Labani. Alipofika kwa Labani, aliteseka kiteseko kya nini? Kya 21 years. Hello? That's sometimes the price you need to pay for you to be reprogrammed back to God. Because Jacob, when he was born, he was in the program of God of success. He's the one that God said, one I bless, one I hate. One I love, one I hate. So Jacob, from the stomach, he was a blessed man. But he changed the identity of blessing by buying the birthright of a man that was cursed. So he changed the program of God and he put himself into a program of the devil. Once he put himself in the program of the devil, he became the hated man by God. So he delinked himself from the will of God. And when he delinked him from the will of God, the covering that he had in God disappeared. Na wakati ili disappear, akakuwa sa is venerable. Kutoka hapo he had to run away. He feared. He ran away. Mali alikimbilia, alienda to his uncle. And he found an uncle who was ready for him to torture him, to make him suffer because of what he has done. Because their uncle is of the lineage of the people who are blessed. But now you have bought a birthright which is not carrying the blessing. So what happened? He went, because you have bought. No, you are no longer now Jacob. You are what? You are Esau. No, wherever you go. And Esau is a man who was hated. And the people who are hated, they are people we call hand to mouth people who only they don't have investment, they have only something to eat. When you have only something to eat, you are a hand to mouth, so you are an Esau. But for the Jacobs, they invest, they plant, they wait for 20, for 10, for 5 years to wait for this thing to germinate, and it grows. Once it grows, they harvest, because they are the kings, the lords of the world. They are investors, the people who do the program of God. But the Esau's, the hand to mouth, are the people who only eat on assumption the grace is enough. Neema itoshe. Sasa kama wewe hauna ka investment, hauna ka kitu kamewekwa mahali, you are an Esau. So when Jacob disappeared, he went to the hands of a man who had instructions from God. Deal with this man until he goes back to where he belongs. So people of some of you are suffering not because you are meant to suffer, but because you have misbehaved. Umeondoka in the plan of God, and God wants to use you. He will curse you back. When Jeremiah said, I'm a baby, God went back to Jeremiah and told Jeremiah, never again say you are a baby. Did you hear this? And he said, yes, sir. Then God touched the mouth that spoke, the mouth that says, I am baby. He touched the mouth and told the mouth, I have put my words. From today, you are not going to speak your nonsense. Get me? That is how now. Once Jacob got into Laban, the program of God came in. And instead of being a blessing, being a comfort for Jacob, the program started working on Jacob now to reprogram him back. Because there are things that we do will cost you 21 years. There are things you will do will cost you 7 years. There are things you will do, they will cost you to suffer 50 years or the entire life. When the children of Israel did evil in the book of Judges, number 6, when they did evil in the sight of God, what happened? They did evil and God was angry with them. Judges 6 verse 1. God was angry with them and he handed them over into the hands of the Midianites for 7 good years. So there are mistakes that you do. God will surrender you into your enemies for 7 years according to the judgment. And now Jacob was surrendered to Laban for 21 years. And what happened? When he started working for a girl for 7 years. He was told, you have to pay for 7. This number 7 has a meaning. He started working for 7 years for this girl. And after he finished the 7 years, he went for the girl. Then Laban told him, are you crazy, man? Are you speaking like you understand what you are saying? Have you read the constitution of our people? You can only marry this who is second when the one first has gone. So if you want this, you must speak this. And then he asked,
What am I going to do? He was told, you have to work for another 7 years for this because if you want. Because you want a package. You are going to give you a package. And then he started again working for 7 years for the second lady. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, after he finished, those are 14 years, working in a compound, working in the same place because of 2 human beings. Then after that, and this is because of a mistake he did. Now, after he finished and now he's ready to go, then Laban again comes. He tells him, no, to his body, your time for going is not it. He again worked for another 7 years. How many years? 21 good years. Bwana Yesu asifiwe sana. So that his program that he's changed with his brother to buy a birthright that was fake, for him to be changed, it took 21 years. So there are people who are suffering now, and they have to wait for the 21 years to come for that to change automatically. Even if I pray for you, even if I lay a leg, even if I lay a head, it will not change. It will remain until the 21 years are through. Then when the 21 years came through, then what happened to Jacob? Jacob found himself with an angel in the night. And they struggled. And because he was still an Esau, he struggled because God must change your destiny, must change the way things are working, must change things how they are going. He struggled because inside him, already an Esau mentality was in him. He was thinking, these are people from Sodom and Gomorrah. And if you read the Bible, I'm trying to imagine, for those who are writing the Bible, I'm trying to imagine this man was this in the wall. Because he was in that area where these people eat from behind. So he stood. This is ground. The angel tried to push him. He was just on the wall because he was thinking these people, they have a hidden agenda. So he was doing some protection on himself. Until the angel found that this man is so stupid, he doesn't understand that I'm going to change, I want to change his destiny. What happened now? The angel had to break the leg. The angel went back to God and told God, this man is so stubborn. Then God told him, this man you have to change. He is in my lineage of my succession. He is in the lineage of my heritage. So he must, because of the words I swore to his grandfather. Because he swore to his grandfather that is it your father? Yeah, grandfather. Your generation will be blessed. Your generation will be producing kings. Your generation will do this. So because of the words of the father, praise be the name of God. Because of the words of the father, then the angel was sent back. Go and break him. Then the angel came with bitterness. He hit this man Jacob. Jacob akaguka chini. Akavujika. So Jacob, when he came to realize that this was not an ordinary man, was an angel, already amevujwa mguu. And that is where most of us are. That and wakati umevujika, wakati sasa umeanguka, when now your life, your marriage has gone, when your business has gone, when your work has gone, that is now you discover, oh hallelujah, God had spoken. I had this dream. God had spoken to me 20 years ago. Oh, stupid. If he spoke to you those days, what happened? What happened to you that you never had? Now that umevujwa mguu. Now David was going, Jacob was going this way. Like a chameleon, when a chameleon is in danger. He was going this way. The leg is gone. And he was thinking these people want to enter him from behind. And they did not enter him. That is when he discovered, Kube wili mutu wa Mungu. Then after that, that is when he becomes now again. He is knowing God. Amejua Mungu sana. Sasa anasema, usitoke hapa, hautoki hapa. Kabla hujajibariki. Hiyo usiku yote, hiyo ujinga yote ya usiku ilikuwa ya nini? That man needs to be slapped. Mtafuteni tumpige viboko. Yani umengangana usiku mzima. Sasa wakati umevunjwa mguu unasema, "Utoki hapa. Utoki hapa mpaka unibariki dokuma. Ndonganyie kijaoda." Usiku mzima umesumbua mtu. Sasa ndio nasema, I wish I was that angel. Ningemwambia will come after 5 days. Kaa hapa. Alafu niambie watu wa Sodom na Gomorrah. Msimguse lakini mwende mkipita tu hapa. Because he needed that punishment. Iguma utadadimete koradhimo newe Jesu dahoya koradhimo newe iguma utadadimete. You see hiyo ujinga yote. Alingangana na mtu kutoka saa 3 usiku. Baka wakati umevujwa, ndio sasa umerealize. And that is you, Christian. That is how you are.
horrible people. When you are broken, wakati umeenda chini, when your marriage has gone, when your business has gone, when everything, and the warnings zilikuja. Manabii walipita hapo kwa duka yako wakawaambia, "Oba sana, kuna kitu kibaya kiko hapa." Mwingine akakuja kwa sababu nikamkolino na kamkolino nikakile kireba na nikireba kimeozea kwa kichwa, maana kimekaa miaka yote hajaibadilisha, kimeozea kimelarukia kwa kichwa. Anakuja alafu kanaenda hivi na alafu kako na vidole zimekaa hivi. Nina Karioki. Mwadhani raji roho ya mwanoi. Kwenda kwa tioroka. Ala yenye kwebie. Acha dikwenda kakendo kia kunie na kwenda. Na anaenda. Kwa sababu always you think this man is coming to collect money from you. When I'm telling you, let us do this, let us support the cause of God, and God will come and help you. You don't understand what I'm telling you. I'm trying to raise an altar for you, so that this altar will fight for you, because you fought for God. Bwana Yesu asifiwe sana. Now Jacob amewekwa chini. Hapo sasa ndio anakuwa na kiherere, ili mko nayo ndio imewaleta kwa dola waroige. Na mkusema nyumbani kule mmesema mmeenda soko. Msijulikane mko kwa dola waroige. Does your husband know where you are? Of course no. Akwa dire kwa shari la mutumia kliniki. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how God will deal with you. You who is ignorant. Because God wants to destroy the pattern that has been there. So when Jacob was dealt with, after he struggled, and when he discovered, kumbe mimi mjinga, he grabbed the angel and told the angel, "You are not going until you bless me." Then the angel asked him, what's the question? What's the question? What is your name? Because the intention of all these was about the name. The intention from going, since he went to Laban's house, since he stayed there for 21 years, since the struggling and coming out and the angel being sent, was about the name. So the angel akamuuliza, "What is your name?" Then Jacob said, "I am Jacob." So he confessed, "I am indeed Jacob." So immediately the sow he bought went down. And from there, the light of God started now manifesting in him as Jacob. Immediately, because they knew this name is carrying the problem, the challenge. Hii ndio jina ambayo inamsababishia makosa. Maana kuna jina umebeba ambayo ndio hiyo inakupelekanga kwenye programu ya shetani. Because waliokupatia jina, walikupatia jina lililo na programu ya shetani. Ndio kwa maana mateso imekuwa mingi. Uliitwa Joseph na huyu alikuita Joseph ni mtu alikuwa ni wa shetani. So they put a name so that this name will work against you. The name Jacob means swindler, a conman, a mkora. Bwana Yesu asifiwe sana. In fact kama angekuwa hapa Kenya angekuwa? Tribe yake ingekuwa gani? Angekuwa Kikuyu. Na Esau kama angekuwa hapa Kenya angekuwa Mkamba. Ndio wanapenda waibi wa nyota. Bwana Yesu asifiwe sana. So then they discovered, now because God wanted to change this man for his destiny and for the destiny of this world, he made sure that the devil has dealt with him as he is coming from the Laban house. He was dealt with him. Na akaambiwa, "What's your name?" Akasema, "I'm Jacob." Because he must have lazima angerudi back to his name. Atoke kwa Esau, arudi back to his name so that he can be given a new name based on the previous name. Hello. Ndio kuna wale burning spear. I remember there's a song when we were Rastafari. There's a song they sing. So they want to change my. Amujui hiyo? The good people of God. The good people of God. The people who are born in heaven, they don't sing those songs. Sikusahau. Ujui. Margaret, unajua hiyo wimbo? So they want to change my identity. They want to change my identity. So that when they change my identity, they will use me and destroy me. You can never be destroyed in your identity. Because the seed in you, nobody can touch it. Did you get me? When your identity is intact, it is perfect. They will never be able to capture you. They will never be able to destroy you because they don't understand the seed that is in you.
Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why the angel came and asked Jacob, who is you? What is your name? And he said, Jacob is my name. So Esau, in him, the gown Esau that he had worn was dropped. And the moment it was dropped, he told him, come now, you have said it. Now I want to take you back to the throne, to the seat of heaven, where now you will be baptized a new name. And he was told, from today, you are not Jacob, but who? Israel. And Israel means what? Yeah? Bishop? Prince with God. So his identity was changed, and not only changed, was connected with God permanently, that nobody will be able to change him. So when we come back and do the will of God and connect back to God, then the identity is taken away. Hiyo ndio nasikiaga nyota ziliibiwa kama yako iliibiwa. Nyota ziliibiwa zikapelekwa. You are there, you be looked, every person will be seeing a very good man, a very good woman, a very beautiful woman like this one, a godly woman who loves God. But whatever she touches on inaanguka. Why? Because the identity is being used. The authority, you have the name, you have the body and everything, but the authority, that is the nyota, ilitolewa, is working somewhere else. So that is when you'll be touching anything without an authority. When you touch anything without an authority, you don't function. So check yourself. Why do you fail? And how do you fail? Why do you fail in anything that you fail? It's because in you, authority is not there. Nyota yako ilichukuliwa. Unakuta kuna dada yako ame-excel, lakini ukiangalia mambo yote anakukonsolitengi. Hata anatakanga wewe utembelee kwa kazi yake ukae because anataka kurenew nyota ile ulikuwa nayo. Ndio kazi yake iendelee. They have changed the program of God in you. They have changed the plan of God in you. That is why it is not working. Let's look at the book of Matthew 22 verse 22. Is it 22? Is it 22? Remind me. Huh? Yeah, it's 22. Verse 25. Yes. 22, verse 25. Now I want to see that one person can come and mess your life. Very careful. Be very careful with who you relate with. Be very careful with what you do. The Bible says here, let me see, is it here? Now there were with 7 brothers. Look at this 7 brothers. These are things that has happened. I've never seen such a thing. I've never witnessed. And these have seen it. I also saw it in the family of Judah, when Judah was being destroyed like Nyamachoma. Now there were with us 7 brothers. The first died after he had married, and having no offspring, left his wife to his brother. Look at here now. Go next, my brother. Likewise, the second brother also, and the third brother, even to the 7th brother, they married the same wife. The first wife died because the first wife died. The first brother died, and he left the wife to who? To the second brother. The second brother died, and he left the wife to the third brother. The third brother died. He left the third brother to fourth brother. The fourth brother died, and he left it to 50 and 7. They all men 7 family. They died because of one woman, and nobody was there to raise a question. What is happening in our family because of this woman? Nobody. Because this was a pattern. 25, 20 kabisa. This is a pattern that was existing in this family. And this pattern that was existing in this family, nobody could have a knowledge to understand it or to even detect. They waited until 7 people died. That is when they came to realize. You wait until you are down. That is when you come and rise up to know this is happening. Why is it happening? Only when you are finished. When you are burying. Memadiko nigo moranagia. Tukwenda tucokerere turie nikikiri yaga gwito. Na higo niko naona ndio watigara na mukuaga after every 2 years. And these 2 years inakuja very soon beckoning. Kuna jamaa mwingine alikuja hapa akaniambia kwa wanakufaga mwezi wa 5. Alikuja hapa last week. Tuko mwezi gani? Wa 4. Na wanakubaga between 23rd mpaka 30th. Alikuwa hapa. He was crying. Akaanza kulia akaniambia, my brother, I'm going. Nikamwambia si uniandikie wilo.
Kwa sababu hako na magari, hako na Range Rover, hako na nyumba ruda, hako na kila kitu. Nikamwambia si uniandikie basi Wiru. Oh, itigira wido isi todo. Wengine wote wamekufa na the same. Na wanakufa after every 2 years they must die. It is a program. And when he came, I told him, my brother, sit down. You're not going to die. Hallelujah. Because I understand this is a program. A program, when a program is working on you, this program will work perfectly according to the arrangement. And you will think it is normal. You will think in the cancer. There is no cancer there. There is no cancer. There is no diabetes. There is no HIV. No, it is a pattern that is operating. And it is meant to come and do its job. And it's a program that was programmed long time ago. You are just there existing, but under a program that will destroy you. You are there in a marriage, and once you are in a marriage, 2-3 years, you are dropped out because it is a program. You look at your sister, the same thing happened. You look at the sister, the same thing happened. You look even you and your husband, what is happening? It has been happening that way because it is a program to make sure this agenda of God in this man will not work. So how do we come out of it? How do we fight it? How do we be able to do? You can only change that by altering, to alter this program, and by understanding and knowing this is a program. And when this is a program, you need to alter. You can be able to do it. All God can do for you if God loves you that much. So the poverty you are in is not a coincidence. The struggling you are facing now, it is not a coincidence. It is not that this thing ilifanyika. No, wakati umeona umefunguliwa kutoka kwa ile minyono, hapana, it's not a coincidence. It is a plan of God. He had a plan for you to come out this month. So whether you like it or not, you will come out. If you want to stay there, he will send an angel. He will kotora you mugu. Then you will come out. If the arrangement of God, it is this year, it is this year. Me, I was in Mungiki. I have served Mungiki. I started in Mungiki. I did everything. When I came out, everybody was surprised. Even my own mother did not believe me. My own mother. He called, no, she always wanted me to come out of Mungiki. But when I came out of Mungiki, he was like, no, it can't happen. And she has been praying. She has been going to mountain prayers to pray for me to come out of it. But when I did it, because it didn't go according to the plan she had, and according to her own ideas, according to the arrangement of human being, it didn't work. According to me, I had no plan of coming out of Mungiki. But the day I came out of Mungiki, I was walking in the Nairobi street. And I heard, when I passed there at City Hall, I heard Wairimo preaching about the Waroinge wa Mungiki. I heard them, and then we stopped a bit to hear. At Waroinge wa nani wa Mungiki. Then I asked my bodyguard, what's that stupid woman saying? Then we sent somebody, go and hear. Then we had planned, we are going there now to storm and ask her, how do you know Dora Waroinge? And then that is the day, those are the days you will hear the name Dora and they start susuring alone. I remember I went to a village there around in Muranga, Kahuhia. I went there, we had gone for burial, and I reached area. Because my plan always, I used to reach area to decode, to move around and make sure. And then one person, the lodgings where I slept in that place, because we went and then somebody would go and they book a room for me. And coincidentally, I don't know what happened, because the toilets there are outside, not inside. So what happened, I walk out to go to the toilet, and then coincidentally, the owner of that plot saw me. Na kale kamutu kalikoboa hiyo plot ni kamutu kama kaga tu kanajulikana hapo. Kundi zilikuwa zinatumikaga kwa maneno hii ya makaga. So we used to go with all the beddings that, you know how the president moves. You carry everything, then you change the whole room and you do your own stuff. Then I walked out with my kenyasa and I forgot my glasses. Then the man saw me, and this man was a sub-chief of the area. And Tasap Chibo is the one that has been given instruction. Make sure you understand whether Dora is coming to that area. And make sure if he comes, disrupt the whole thing. And I slept in his house. Now tell me what Tasap Chibo will tell the Dio. That the man, mimi ndiye nilipatia mahali pa kulala. Na umeambiwa huyo jamaa hata kukanyagisha chini hivi, asikanyage chini. The Savuchipo just fall down like a tree. Amagumo to falling down. Boom.
He had to be rushed to hospital. And when we discovered the reason he has gone down, we took our own car and took him to Muranga, very far away from that place. He was taken to hospital there. By the time he recovered, we had buried and gone back. Then that is when he went to explain to Mishuki then. That was Mishuki the minister. He explained to Mishuki what happened. And Mishuki was like, Ata, maragi okete kinyakoka. Of course, we had gone to his compound, Mishuki's compound. And we were seated there. When he lied that some people tried to kill him, I had gone there. I just wanted to make him know that nilifika kwako. You were unapiga makelele mingi. Nilifika wapi? Kwako, kwa Mishuki. With entire security. I went there like a farmer na jebe na tukaigia huko na nikapigiwa picha huko tukatumia Mishuki na tukatoka. Mishuki alisema tulikuwa nataka kumuua. Those are programs. It is not your mind. It is not your knowledge. But there is a spiritual system operating in you and causing things to happen. No, you will think this is a demonic. This boy is bad. This boy is... No! Ukiona katoto kako ni kamuizi kanaibanga baka kakisimama akikuangalia hivi na macho kameiba already. Unaenda kustukia bagi hauna. It's not him. It's a program. They are operating on a program, on a demonic systematic program that you will define. Ushaicheki polisi wa traffic. Mostly polisi wa traffic wacha wao matatu. Wale sasa genuine wa barabara huko hawasimamishagi gari haina insurance. Gari yenyewe iko na insurance hawasimamishagi. Lakini wewe siku hiyo umechelewa ndio unaanga sikali. Na ukikuja nakuta insurance hakuna. Why? Because they have the instincts to be able to see, to detect the spirit in him. The policeman spirit will tell ile gari wachana na hii, that other. That's why you see wanakuja kwako. Alikuwa anapita, hakuwa anakuja kushika mtu, alikuwa anapita. Pita tu akakuta saa hiyo ndio mnafuga vitu za wizi. Na alikuwa anataka kuomba tu maji because the instincts zinamwambia ingia hapo kuna kitu. Yeye hajui, alikuwa amekuja kuomba maji. But that spirit anaoperate nayo inamudirect where the crime is. Bwana Yesu asifiwe sana. So how do we come out of these patterns or these programs? It's by prayer. By prayer, you alter, you change. When Paulo and the Sila, imagine Paulo and the Sila were coming from 40 days and 40 night prayers. They were coming and going. And then a programmed woman followed them. Wherever they went, they followed them. And as he wasn't moving, mahali wote walienda, kamama kaliendelea kuwafuata. And this woman was possessed by demons. Because Paul and Sila were walking in a territory controlled by the demons. So the demon will send one of them to go and know, what are these people doing here? Now, they gone and captured the Paul and Sila. They came this woman, and the demon in this woman disappeared. The owners of the demon came and arrested him. They took him to the market, and they asked the magistrate to come, and the man was sentenced and taken to prison. While in prison, Paul and Sila never lamented. They went into prayer. And I was there praying. They altered the program because the intention of these people was to kill Paul and Sila so that the gospel they have will not go. The village and the woman were not the part, were not the issue. These were just a program. But their entire program is to destroy Paul and Sila so that they will not preach. So they were passed through. A program was programmed so that they watatembea huko. Wakati wakupita huko, wataenda, wakutakutana na huyu mwanamke. Huyu mwanamke atasababisha wenye hao wengine wakuje wamshike. Wakimshika wampelekee magistrate. Wakimpelekea magistrate wampeleka kwa soko, wamchape. Kutoka hapo apelekwe prison hadi akufie huko. Kwa hivyo the game ya kupreach imeisha. It is the agenda, not you. The demon is not hanging on you because of you. It is hanging on you because of what you become, what you are, what God has prayed. So you need to pray. When Abraham went to the mountain and he prayed and he walked with God, when God now gave him a mandate to go, he met a lot of obstacles. He met until he had to lie that this is not my wife. Because enemies were on this side. He had the insight to see what is the people, if these people discover this, they are going to kill me. And therefore I will walk on this line so that I can change. And wherever he went, when he went to Bethel, he raised a sacrifice and prayed there. And in all the time I was trying to do a research, and I have discovered that Abraham laid 4 altars.
as he was walking. One altar he laid where? At Bethel. And at Bethel, it is because he was being fought by enemies. So he laid an altar to counter the enemies. So when you pray and lay an altar, you are able to counter, you are able to fight, you are able to challenge any program that is against you. And that's why normally tell you, raise altars, do altars, because through altars only you can be able to succeed. After Jacob was able to get out, and when he was chasing them, he went again. Where did he go? He went to Bethel, where his father had laid an altar. The same place he found himself sleeping. The same place God spoke to him. Because where there is an altar, God remains there. Those who succeed in families, they succeed because their fathers laid an altar for them. Those who win battles, they win battles because there is already an altar laid by a father, a grandfather, or a great-grandfather. And that's why you see, there are families that don't go to church, but they are very successful. And there are families that go to church, and they are very poor. It is not about you going to church. It is not you about succeeding in anything. It is not about you being salvation or being saved. It is not about you doing anything. It is about the God that is in you and what was laid for you. That is why Jesus had to be laid for us, so that wherever he mentioned his name, we win every battle. So Abraham continued to lay altars because he knew the secret. To alter any demonic program, you do a sacrifice, you lay an altar. If you don't have an altar in your life, in your children, in your business, then you are bound, you are easily going to go down. And that is why many pastors, because they don't have altars, they have failed. Many Christians, they don't have altars, they have failed. They don't know how to raise them. Go read your Bible and see what Abraham did, what Isaac did. Wherever all these great men, wherever they went, they did an altar. And when you do an altar, it alters. It will change the demonic program that was initiated. And whenever you go to a new village, now God has sent you, you go to Malaba, and there is no altar there. Go and raise an altar there. And go, wherever you go, millions of years to come, this altar will survive, and they will be winning battles that you won. Altars are not raised for you. They are raised for generations. I don't know whether you understand me. So to distort and to disorganize the patterns and the program of the devil over your life, you need to change the entire pattern by praying and raising altars. Wherever you do a prayer and do, because a person that prays and continuously prays, he is able to get to access a spiritual realm that reveals what kind of a pattern that is operating in you. So, and if you don't pray, and what they normally do to you, they will make sure when you are a prayer warrior, they will make sure when you come here, you will be yawning. Last time we had somebody who said that he's always been yawning. Akianza kuomba tu. Bwana Yesu nakushukuru. That they will make sure you don't pray, because they know that is the only way you access the spiritual realm that will reveal to you what kind of a pattern they have put onto you. And that is why we have intercessors to continuously intercede, not for you, not for the ministry only, even for the people that you worship together, even for the people who are called themselves Christians, even for fathers and mothers, because this thing does not operate only in the church. It operates in the parents, in the mothers and fathers, in the family pattern, family system, businesses. They will operate to make sure they have destroyed the system. And that's why I was telling you how the one world order people, they are destroying the food program so that they can come with their seed and gain. The only way they can be able to control the world or control any generation or any people or any country or any society is by controlling their stomachs. Ruto came with a wheelbarrow and we voted him. Wheelbarrow is for? It's for farming. You target this, you win an election. That is period. This one. Every man on earth want to hear this. Any weapon, unaona kule, either be atomic bomb, or airplane, or bunduki, or anything, any building you see, the clothes you are wearing is all geared towards the stomach. Did you know that?
the jails, the president, the leadership, the ministers, the pastors, the followers, the congregations, all these things you are seeing here is geared towards this stomach. It's about looking for food. So when I hear people are saying, my pastor ni watu wanatafuta chakula, what else are we doing here? Can you survive without food? Then why you telling me natafuta chakula? Si hata wewe tafuta yako. Kama ninadanganya watu wananiletea sadaka, si hata wewe danganya wako. Ala? Kaniatia. Si ndio? Yes, nimedanganya huyu mama na nimedanganya huyu na nimeweza kuwadanganya continuously 10 years. Eh? Si hata wewe tumia hiyo, kuja ukope, kuja uchote anointing kidogo ya uongo, eda udanganya watu wako na upate chakula. We are called differently. Mimi ukanipatia duka niuze, kesho utakuta nimepatiana vitu zote. Hakuna kitu utapata because I am a giver. Nitapatiana the entire shop. Nilienda duka ya mwingine kwenda tu kumkalishia. Watu wakakuja, nikaona huyo mama ako na maskini, nikamwambia mama kuja. Uko na mafuta kwa akaniambia hana, chukua. Mwingine akakuja, alikuwa amekuja kukopa. Nikamsikiliza, nikaona this is a genuine cause. Ulikuwa unataka nini? Sukari na nini? Nikamwambia chukua, shika. Acha mwenyewe mpaka saa hii anisukumusagi na mimi. So I got into a wrong profession. I got in the wrong institution. I messed up. But na yeye akikuja hapa nimpatie microphone, ataanza kuambia nyinyi hamjui nini, mnakuja kukaa tu hapa nyinyi majiga tu. Nendeni mfanye kazi, wacha ujiga. Because he is a worker. Yeye kazi yake ni kufanya kazi. Na mimi namgoja hapa, mimi ameniweka baraka Mungu ya kuinua mkono hivi unapona. Na wewe unanipatia ka kitu nakula. Anete hapo unaonaje? Bwana Yesu asifiwe sana. So pray and pray. Once you continuously go on praying, you alter any program because you will be able to have access to understand the inside of what has been programmed against you. You can never be able to win any battle. Iwe ni ya wachawi, iwe ni ya nini ama usherati. Anything that is on earth, you need to pray. Na ukijua wewe ni msherati kama mimi, una pray, unaomba kila siku na unaweka altar kwako. Na unaweka altar na unainua ndio ikupiganie. Ukienda kufanya usherati unazuiliwa, unaambiwa usiwe rudi. Because hiyo ni kitu hata ni Paulo ama ni Timothy alisema. Hii ni kitu ya kutorokea. Kama ni kitu ya kutorokea na mtumishi wa Mungu amesema, sio kitu ya kukaa tu confront na maombi. Ni kitu ya kutorokea. Usharati ni kitu ya kutorokea. Ukiona nimekutoroka, ujue nimefulfill the Bible. Bwana Yesu, si kitu ya maombi. Ni kitu so powerful. Bwana Yesu asifiwe sana. So for you to access a spiritual realm that controls this kind of a thing, that kind of a spirit, you need to pray and raise altar. So that you can be able to win this battle, to conquer it, because it has been there. Hiyo usherati yako haikuanza na wewe. Angalia usherati ya familia ya nani? Ya Yuda, that's Jacob family. Kutoka Abraham ni washerati kupanda juu, wakapanda Abraham, Isaac, Jacob panda juu, Juda, wote ni washerati kupanda. Bata hiyo usherati ilikuta Yesu ama ikumkuta? Ilimkuta ama ikumkuta? Yes, kule kwa maji, akijata maji. Akaangalia akakuta mdemu akajiseti vizuri na alikuwa anajua Yesu anapita, because it was not a coincidence. Demon had programmed this woman to be there because the Son of God is coming. The woman went akakaa kwa kamaji kwa mto ati nego itahidia maina kaiholi kahora. Na alikuwa anachota kidogo akijua huyu mwanaume atapita hapa. Na alipokuja huyu mwanaume naye akajua, because alikuwa na access ya spiritual realm. This is a prostitute. Alimwambia wewe ni malaya, si ndio? Yes. Hata uko na wangapi? Niko na 5. Hapana, kuna mwingine. Bwana Yesu akamwambia kuna mwingine, wacha hata kuna mwingine umeficha ndani ya nyumba. Ni kweli? Ni kweli. Bwana Yesu, because alikuwa na access. Because Jesus was a prayerful man. He used to live in the mountain, praying there, seeking of God. So that was able to detect everything. And Jesus never preached about salvation. It's only one he mentioned salvation in a private session. But this other time he never spoke of anything. He always spoke of one thing, the kingdom of heaven. Because he knew kingdom of heaven is a package that controls the entire system. The King God controls and manifests when you seek
the powers of the king, so that you can be able to move in a direction that he wants you to move. Without the king in you, you will not be able to achieve anything. Religion was not part of the game of Jesus. Jesus never preached Christianity. Jesus was not a Christian either. Or was he? Was Jesus a Christian? Was Jesus a Christian? He was not a Christian. He was never. But we the Christian, this name was given to us by who? By the people who hated him. The people who didn't like Jesus. Ndio walisema hawa ni wafuasi wa Kristo. Sasa wakatuita hawa ni wa Kristo. So this was not an agenda of God, this name Christianity. Jesus preached the kingdom of heaven. And the kingdom of heaven, he never preached salvation. He did salvation. He never preached healing. He did healing. He never preached deliverance. He did deliverance. When you are in the kingdom, you do what the kingdom wants you to do. And that is why we call upon, hallowed be thy name. Thy kingdom what? So that thy will of that kingdom be done here on earth. In other words, you are telling that the heaven come and colonize us. Because you cannot live free without being in a colony that is colonizing you, following the rules of that colony. Because God is about kingdom, ruling. So you are calling, hallowed be thy name. Thy kingdom come and the rule over me. That your will, let it be done. From now, I want to subject myself to your will. I want to be your slave. I want you to control me. So you must be a slave of the kingdom, so that the kingdom will control and manifest in you the way you are supposed to be manifested. Rise up on your feet. I hope that one has blessed you. Has it? You are in doubt. Huh? Has it blessed you? Thank you. So if it has blessed you, back to my business. I want the money. Go back to your pocket. Weka pesa. Umepatiwa bahasha in advance. Sikuja kusema hujapatiwa bahasha. They have an envelope was given and they put good money there. We are having a crusade. That is why I'm saying so. And we need to do this crusade must be done. Whether kuna mvua ama hakuna. And from today, nimesimamisha mvua ya Nairobi. Until tumalize crusade. Because we have the command. We are in the kingdom. And when you are in the kingdom, you go and write a letter to the man in charge on the kingdom, Pandia Kingdom, ofisi ya mvua. Unaambia, this weekend, ninaenda God's matter, God's affair, naenda Githurai. Kwa hivyo, change mvua iende Kagemi for 3 days. Bwana Yesu asifiwe sana. So ile ya Githurai igawiwe kidogo kidogo, iende Mlolongo, iende Athi River, iende Gong, iende Kikuyu, iende na huko Naivasha, igaiwe kidogo kidogo ya Githurai for 3 days. Simukubaliana na mimi. The kingdom, you authorize. When you are a child of the kingdom, you give authority. When we prayed here on Sunday, hii mafuta hii mliona hii inamwagika hapa. Hii mnaona hii? Unaona imekataa kwenda? Tulisema hakuna accident. Kumenyesha mvua. Kuna accident? Kuna moja, mmesikia? Ni ya huyu askari tu alienda. Na aliendea hangani. Hiyo ndio hatukukava. Hiyo ni mistake tulifanya. We covered the accident za hapa duniani. Hatukukava ya hewa. Ndio unaona mkubwa wa jeshi ameenda kwa hewa. We should have covered there. When you have to cover, when you are doing this, you have to cover. Bwana Yesu asifiwe sana. You cover the ground because there are three kind of the queens. The queen of heavens, the demonic queens. They have queen of heaven, queen of the earth, and the queen of the sea. So when we speaking countering all their systems, you counter the earth, the heaven. Remember when Ngare was here? How many people were here when Ngare brought his things? Ngare the muganga. Wangapi tulikuwa na wao? Mnaogopa siwaone. So when he brought, alikuwa na vitu vitatu. Very, very phenomenal. One, alikuwa na pembe. Ilikuwa imewekwa kitu kama unga. Na alikuwa na jiwe ya black. Ile jiwe, nile munga gateneja tayago ile. Mnajua ile inakuanga shiny mnasemanga ati ni nyota ilianguka. That one ama inakuwa green ama black.
Ushaikumbuka hiyo? Nani wanajua? Muleta kate higa leo. Sio muleta kate. Higa leo kwa aronya jara ine kole. Higa leo tuga limaga igore kenyuka. Kenyuka ateneja tayenyukire. That one he had that one, na hizo zinatumikanga kwa waganga, kwa wale wameenda kwa waganga kama mimi. Hiyo pembe iko na kitu ndani powder, alafu na hiyo jiwe, and then number 3 inaitangwa crow shell. Inaitangwa cloud shell. Cloud shell ile inatoka baharini, ile ya konokono. Si ndio hiyo? Kwa mganga kuna hizo 3, hiyo jiwe na hiyo powder na nini? Na cloud shell. Cloud shell represents udhamaki wa iria ine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo jiwe, hiyo imetoka juu, wanasemanga imetoka kwa nyota, it represents udhamaki wako ule iguru wa roho cia ngoma. And then this powder na rohia inakujanga na kapembe kambuzi, represents the udhamaki sasa wa hapa. Ndio naona kuna majeshi ya nini? Kuna Navy, kuna Air Force na kuna Army. Those are a representation of how God operates. Kuna udhamaki, jeshi wa majini, jeshi wa anga na jeshi wa ardhini. Hivyo ukienda kwa mganga utakuta hizo vitu ngapi? 3. Sasa yule mganga ulienda kwake, alikupatia nini? Ndio nijue. Wewe dawa simu yako inaleta kwa nini? Ndio nimejanaruka. Penina wao ulienda kwa mganga. Ulipatiwa nini? Ukumbuka alikupatia vitu vingi. Alikupatia kitu ya kujipaka. Jivu ulipakwa jivu hapa. Na ingine hapa. Na ingine hapa. Na unakunyuishwa. Hiyo sasa unakunyuishwa maji. Ni ufalme wa huko kwa huko. Sasa amekuconnect na ufalme wa huko kwa baharini. Kisha hii kupaka ni ufalme wa hapa. Na alafu sasa kuna vitu vingine alikufanyia kama mawe, ulikalishwa, ukaekewa hapa, ukaekewa hivi. Hiyo sasa ndio ufalme wa anga. Bwana Yesu asifiwe sana. So these things are practical. The good thing with witches. Listen carefully. The good thing with witches, they are stickler of the Bible than the Christians. Whatever they practice on there is supposed to be practiced by Christian in a holy way. They have more faith than you. Mchawi atakuja tu kwako, anahitaji kukanyaga tu ardhi yako, abebe na miguu yake aende nayo. Is that not what Joshua was told? Where you will do what? You will possess. Them they will come to your land. Apita tu mtu kwa shamba yako. Kesi sianza za hiyo shamba. At the end of the day unapoteza shamba. Because he practiced what Joshua was told. Lakini nyinyi walokole, you don't practice the Bible. Mnataka tu miracle. Where is that miracle coming from? Miracle is not even recognized in the Bible. Jesus never bothered about the miracle. Kama kalikuja, ati yeye mwana Daudi ni rehemu. Ni nini? Na mwaga damu, umesamehewa dhambi zako. Na jamaa anaenda. It was not a big deal. Lakini sasa kiwete hapa tebe kwa hii kanisa. WhatsApp zote, Facebook zote na YouTube zote itakuwa ni hiyo. Hey, alitembea na majini zinashikwa hivi. Zinainuliwa juu kila dunia, kila mtu ajue kuna mtu alipona huko. So what? That is supposed to be done by ushers. Kufufua watu, kutoa watu nini? Hiyo ni kazi ya usher, si kazi ya pastor, apostle kama mimi. Me, I'm supposed to speak the kingdom. The kingdom, ufalme wa mbinguni is more powerful than hiyo kiwete kutembea. Yes. Kwa sasa swali ujiulize, ulikosania wapi na kingdom? Walikunyima miguu kwa nini? Speak about the kingdom, then tell the kingdom, this man needs walk. Ukienda huko wa madaktari wamegoma. Ruto halali anajifanya analala. Halali. Hiyo mama anaitwa nani? Minister Kimuminja, ni Kimuminja. Nakomija. Sasa Nakomija halali. Lakini huko wana pretend wanalala. Huko Nakomija anapitia boss. Ama daktari wamemoa na watu wanakufa. Na huko nje kuna maandamano na kila mtu ana complain. They are asking the kingdom, give them money.
That is period. Tell the kingdom, give these people legs watembe. Kuta watu hawana macho. Because you have a connection to the kingdom. Ambia the department of the kingdom in heaven ambayo inashughulikia macho. Patia huyu mtu macho. Wacheni maneno ya kunyimanyima watu macho hapa. Si maombi. Kuambia kiwete si maombi ati, oh baba. Nini? Tell the person in charge ya kupatiana miguu kule juu. Mwambie teremshia nani miguu. John, na unaondoka, unasikiaga John akikufuata akikwambia, "Waa, nimepona." Unamuuliza, "Nini? Kwani kulikuwa na nini?" "Nimepata mguu." "Kwani haukuwa na mguu?" Yes. Bwana Yesu asifiwe. And that is what Jesus did. Jesus hakwenda kuhubiria watu, alipata watu walikuja 5,000 bila kuhesabu wa mama, kwa sababu kule wa mama wako wakihesabiwa, mama na watoto. Wanaume walikuwa nahesabiwa. Mama, kuma huko umenete. Usiende utukunya kawa pale na wewe, si ndio? Uhakikishe, wewe, secretary, huyu mama akikuja, umwambie akuje tukunywe chai. Uelewa sina ubaya. Niko korago. Sasa nafikiria karibu unatoera ndani ya honoka. Ni bado niko 8%. Kiokoko kyangu kiko 8%. Sijaokoka vizuri. God is working. The kingdom is still dealing with me. Sasa ukinikuta kwa bani naongea huko kwa bani nacheza puru huko, usiende kusema ati pastor ameanguka. Sijaanguka, sijaokoka hapo. Ni kuokoka vitu nini? Sijaokoka. Nahitaji kwenda. I'm being pro and always all of you surrender to the will of God. Mutengenezwe, muache upuzi, ulokole mwingi ambao kuna mahali mnaenda. Surrender. Nenda uvutwe zote ukue zero. Mungu atembee na wewe akupandishe so that he can put every program. Mama fellowship. Walitoka fellowship. Ni ujinga ya Wakristo muache. Let's seek God with the heart. And seeking God is entering into the kingdom and allowing the kingdom wakutoe. Venye unaendaga Amerika, wale wameenda Amerika kama mimi, unaenda huko na degree yako 7, unaambiwa hujasoma, urudi class. Huwezi kudrive gari huko na driving license ya Kenya. Unarudishwa miaka 3 kufundishwa. Ati wewe ni nurse, practicing nurse. In fact, I was working in the biggest referral hospital of East and Central Africa. Wanakuambia keep it. Go to class. You go for 5 more years trained. Ndio kwe accepted. When you get saved, surrender to God. Surrender your ego. Surrender your plans. Surrender whatever that you have. Surrender your children. So God can start afresh with you. Don't go with those dirty linen. Shida ukisubua, ndio unaona tunasubua watu hapa. Wewe ni mugaga na bado unafanya katika saba. Ndio kama pastor tunafanya masarakasi because nimetoka kwa familia ya kiugaga. Madhabahu ile kwetu inasema ni ya wagaga. Nikikuja hapa ugaga inakuwa activated. Ai! Yeka! Mungu atamatenda. Yeka! Sasa unashindwa. Sasa hiyo sauti yote na ile yote ni ya nini? Kuna pastor mwingine naangalia kwa YouTube. Nimemsaidia kuongeza pesa kwa YouTube yake, lakini simwangalia kwa sababu kuna kitu ananisaidia. Sarakasi. Ndio nimetoka hapa nimekasirishwa na mama wa kanisa. Nikienda nyumbani na mweka tu nione tu. Let just tell God, niweke kwenye plani zako, niweke kwenye program, a new program. Set me on and then everything will work according. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Mtumishi wa Mungu Dura wa Rwege anawatangazia mkutano wa Injili. Mfalme wa Amani Caravan kwa ushirikiano na makanisa mbalimbali ikiwemo kanisa la The Synagogue Crusaders for Christ inakualika kwenye crusade eneo la Roiro, Githurai, Zimmerman, Kayole, Mweki, Kasarani, kote kule ninawaalika kwenye crusade ya kuvunja madhabahu. Mimi naitwa Askofu Daniel Kwesi, mwenyekiti wa Grace Ministers Alliance hapa nchini Kenya. Na rĩu twĩna crusade ĩngĩ, a powerful mega crusade tugakorwo tukĩhunjĩrio nĩ ndungata ya Ngai Apostle Dura wa Rwege, na nĩ agakorwo arehetwo nĩ gĩkundi kĩnene mũno gĩa The Synagogue Praise and Worship Team, The Synagogue Band, Bethel TV na aini a kĩgoco. Nĩ tugakorwo na aini mwendete, nĩ ngakorwo kũnjĩtagwo kĩama wa marũreko-inĩ rĩu. Ikorera renge ni ona ndona mokere renge
Dena Jesu wakwa niye dena madikore. Nitugakoro na muini wetagwo Lucy ugaga. Nitugakoro na Ngaruya Junior, King of Kigosho. Jehova aligororia kwa Odonya jitiririe magutambukwe. Na ni agakorwo arehetwo ni njamba mwendete muno na ni ndata muno ya Apostle Ndura wa Ruingi etagwo Waithaka wa Jane. Aratani ndacoka tuga miaka mingi turaga njururite atingicaria thayo. Don't miss out, man. You don't want to miss these. Mark the date, 28th of April. Kwa bia inyanya okoro ukinyete ni tondu gwako kuyurite muno with Apostle Ndura wa Ruingi. Nitwakona aini ta Jabidi, Daddy Owen na aini akigosho a Central na area age all the magakoro memo na ithui. Majina yangu naitwa Ann kutoka Soldiers Band. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Moses Kato. Mimi niko katika Soldiers in Christ Band. Jina langu ni Flosi Nyawera, part of Soldiers Band. My name's Pastor Gilbert Makamu. I want to take this opportunity to invite all of you. Kwa majina naitwa Pastor Christine, Deliverance Church. Praise Jesus. My name is Janet Lucas, part of the Soldiers Band, and we want to welcome you. The Lord will do you good. Na ufalme wa mbinguni ushuke uwe pamoja na sisi. May God bless you. Welcome. Ikorera renge niona dona mokere. Dena Jesu wakwa niye dena madikore. Dena Jesu wakwa niye dena madikore renge. Mimi ni Apostle Ndura wa Ruingi kutoka The Synagogue. Hey, wagwan, by the name Jabidi aka Power. Bwana Yesu asifiwe. Mambo vipi? This boy Timeless Noel. Kama kawaida ni Didi hapa hivi. Ninakualika kwa mkutano wa Injili. Mkutano utakaofanyika Githurai Primary School weekendi ya tarehe 27 na 28. Watu wangu wa Githurai manze, yani niko hapa ku confirm tutakuwa pale hivyo Githurai Primary na Apostle wa Ruingi, yani itakuwa amazing. Watu wa Githurai 44 45 kila mtu tunapatana wapi? Githurai 45 Primary School. Let me tell you, weka tik, tunakuja kwa uzuri. Tunakualika wewe mama, wewe baba, wewe mvulana na msichana, mnahitajika pale Githurai Primary School. Apostle wa Ruingi amesema lazima kila mtu Githurai waokoke. Date, mark your calendar, 27th na 28th. Au sio? Power! Na Mungu atakubariki. Karibuni sana. Bwana Yesu